Bana, mambo vipi? Naitwa Eric Joseph Fabian, natokea Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini Mwanza, na leo tuna exclusive interview na rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini campus ya Mwanza, Mheshimiwa Jackson Kudoswa. Tutakwenda kuyajua mengi yale kuhusiana na serikali, maisha binafsi, mipango mbalimbali ya serikali ya wanafunzi kwa awamu hii ya 2025 2026, serikali ina mipango gani, lakini pia wana mipango watapata fursa ya kutambua mipango mbalimbali ya serikali hii na mambo mengine mengi ambayo yanawahusu, lakini pia watu wengine ambao ni nje ya taasisi wataweza kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na Chuo cha Mipango. Mheshimiwa, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana, nashukuru sana Mr. Fabian. Genius. Sawa sawa. Yeah. Nadhani sasa tuanze kwa kujitambulisha. Kudoswa ni nani? Kudoswa jina langu naitwa Jackson Kudoswa. Ni mwanafunzi wa shahada ya uchumi mwaka wa 3, yani bachelor degree in economics, third year. Kwa sasa ni rais wa serikali ya wanafunzi MISO kwa mwaka wa masomo 2025 na 26 katika Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini, kituo cha mafunzo kanda ya Ziwa Mwanza. Ndio. Na pengine mheshimiwa, tungependa kujua wewe ni mwenyeji wa mkoa gani? Mr. Fabian, mimi ni mwenyeji wa Mwanza. Mwenyeji wa mkoa wa Mwanza. Ndio. Yes, pengine tungepata background kwamba umetokea kwenye familia ya aina gani? Malezi yako, wazazi, shule, ndio, na vitu kama hivyo. Mimi nimezaliwa wilaya moja hapa Mwanza inaitwa wilaya ya Ilemela. Wilaya ya Ilemela, kata ya Shibula. Familia yetu ni familia za kwetu za Tanzania, ni familia ya kawaida kabisa. Yani naweza nikasema kwa lugha nyepesi kwamba mimi ni moja kijana ambaye nimetokea familia maskini kabisa. Ni maskini kweli, lakini wazazi wanapambana kuona namna gani tunaweza tukaishi. Lakini safari yangu ya elimu, nimeanza safari yangu ya elimu shule ya msingi ipo kata ya Shibula kule inaitwa shule ya msingi Muhonze. Shule ya msingi Muhonze nimeanza pale, lakini 2015 nikawa nimehitimu shule ya msingi, na baada ya pale nikajiunga na masomo ya sekondari kwenye shule ya sekondari Bugogwa iko kata jirani. Kwa baada ya pale nikawa nimehitimu elimu yangu ya sekondari, lakini baada ya hapo basi nikawa nimefaulu kujiunga na elimu ya juu, yani chuo, lakini nilipata bahati ya kuchaguliwa kujiunga na chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere Kigamboni, Dar es Salaam. Kwa hiyo 2020 nilifanikiwa kujiunga na chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere, nikienda kuanza kusoma astashahada ya msingi katika masuala ya uchumi wa maendeleo, yani Basic Technician Certificate in Economics Development. Ndio safari yangu ilipoanzia. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hakika ni safari ambayo yenye kuvutia na yenye mpangilio mzuri zaidi. Lakini sasa tunapenda utuambie ni momenti gani kwenye kipindi chako cha elimu, O level kurudi nyuma, momenti gani ambayo pengine ilikuwa ni nzuri au ni mbaya ambayo wewe sasa hauwezi ukaisahau kabisa? Moment ambayo ilikuwa naweza nikasema labda nianze na moment mbaya. Ndio. Moment mbaya, mimi nilikuwa kiukweli nilikuwa ni mtu ambaye siwahi shuleni. Yaani swala la kuwahi shule mimi kwangu lilikuwa ni gumu, kwa sababu pale nyumbani tulikuwa tukiamka asubuhi lazima kwanza tufanye kazi za nyumbani, ikiwemo pia kumwagilizia shambani kwa sababu tulikuwa tuna bustani, lakini pia nakulisha mifugo. Kwa hiyo unapokwenda shule nilikuwa naenda too late sana. Kwa hiyo ni moment ambayo siwezi kusahau katika maisha yangu. Nilikuwa nachelewa sana, nilikuwa napigwa of course sana. Na moment nzuri? Moment nzuri ni kwamba hali ile ambayo ilikuwa kinitokea nilivyokuwa nikichelewa sana shule, kiukweli wazo la kusoma mimi kwangu lilikuwa halipo kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naenda tu ni kwa sababu wazazi wanani pressurize kusoma. Lakini nilipata moment nzuri, nilikutana na rafiki ambaye alinisaidia kwenye maisha yangu. Nilipofika form 3 alihamia kwenye shule yetu pale. Alitoka shule jirani akawa amehamia kwenye shule yetu.
Kwa hiyo yule ndio amenifanya mimi hata maisha yangu leo yafike hapa nilipo, kwa sababu alinisaidia sana kunibadilisha, na hata mpaka leo najitahidi sana kumwombea, lakini pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunikutanisha naye. Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia sasa tunapenda utuambie wazazi wako wana mchango gani mpaka sasa wewe umefika hapa? Ndio. Kwenye mchango wa wazazi ni mkubwa. Kwanza cha kwanza, mama baba wamekuwa wakiniambia, wananiombea sana. Lakini mchango mwingine mkubwa ni kupambana, pamoja na kwamba mazingira magumu ya nyumbani, lakini wamekuwa wakipambana kunisapoti financially, kwenye issue za kifedha, lakini pia na mambo mengine mtambuka. Naweza nikatolea mfano ni kwamba toka nasoma miaka yote, nasoma chuo, nasoma O-level, wao ndio wamekuwa mchango mkubwa sana kunilipia ada, karo na vitu vingine na michango mingine ambayo inahitajika na matumizi mengine binafsi. Kwa hiyo mchango wao ni mkubwa sana ambao wamekuwa wakinisaidia, lakini pia wananisaidia sana mawazo na namna gani ambayo naweza kuenenda. Lakini zaidi niseme wazi kwamba wazazi wananisapoti sana kwenye issue za kiuongozi. Pindi ambapo wanaona nina moyo au uthubutu wa kuingia kwenye nafasi fulani, wamekuwa wakinishika mkono kunisapoti na kupambana kuhakikisha kwamba nafanikiwa kwenye eneo hilo. Basi asante sana Mheshimiwa Rais. Na hakika ndugu mtazamaji, imekuwa ni simulizi yenye kuvutia, yenye mpangilio mzuri sana wa maneno na mpangilio mzuri sana wa story. Sasa nadhani tuhamie kwenye masuala mbalimbali ya uongozi. Kumbuka tuko na Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Mipango kampasi ya Mwanza, Mheshimiwa Jackson Kudoswa. Mheshimiwa, hebu tuambie, ilikuwa ni ndoto yako kuwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Mipango au ilitokea tu kama zali? Kiukweli ambacho naweza nikakisema Bwana Fabian Genius, ndio kwenye swala la kuwa rais, kiukweli sikuwahi kuwaza hata siku moja kwamba siku moja naweza nikawa rais. Ijapokuwa nimepita kwenye nafasi mbalimbali za uongozi, zimenifanya kuwa na mwangaza au zinanionyesha mwanga kwamba mbele naweza nikawa mtu wa namna gani. Kwa hiyo safari yangu ya uongozi imeanzia mbali. Imeanzia mbali kwa maana ya kwamba mwaka 2015 ndio safari yangu ya uongozi ilipoanzia. Nimeshika nyadhifa mbalimbali ikiwemo pia kwenye chama, lakini pia na masuala ya shuleni. Kwa 2015 nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chipukizi wa Jumuiya Umoja wa Vijana, yani VCCM. Kwa hiyo hongera sana, kwanza hongera sana. Sio jambo dogo kweli. Sio jambo dogo. Ndio. Kwa hiyo nimehudumu kwenye ile nafasi mpaka mwaka 2020 pindi ambapo nilipata fursa ya kwenda masomoni. Lakini nimekuwa masomoni kule, nimeshika pia nyadhifa mbalimbali ikiwemo pia uongozi kwenye masuala ya dini. Nilikuwa katibu wa TMCS kwenye chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere, ambao pale ile jumuiya umoja wa Katoliki na zaidi ya wanafunzi 1000 ambao ni wanajumuiya. Kwa hiyo nimekuwa katibu pale mpaka mwaka 2023 na hitimu pale nikiwa katibu. Lakini baada ya pale nilivyojiunga na masomo ya elimu ya juu kwenye chuo cha mipango ya maendeleo vijijini kanda ya Ziwa Mwanza, ndio nilipata pia wasaa wa kupata pia nafasi nyingine ya uongozi nikiwa kama mwakilishi wa darasa, yani CR. Nilipofika tu immediately nilipata nafasi hii. Lakini baada ya pale basi kwa kadri ambavyo nilikuwa nikijituma, nikipambana, kuhakikisha kwamba napambania ndoto yangu, nilifanikiwa pia kuonwa na aliyekuwa rais wa serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2024 na 25, kaka yangu Hatibu Isa Musa. Basi nikawa nimepata wasaa wa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo serikali ya wanafunzi MISO. Lakini na baada ya pale basi ilipofika mwezi Mei akawa ameniteua pia tena kuwa waziri kamili wa serikali ya wanafunzi kwenye upande wa elimu. Lakini baada ya pale basi ndoto zangu ndipo ona kwamba ninastahili na nina uwezo, nikasubutu, na basi Mwenyezi Mungu akasaidia nikawa nimepata nafasi hii ya kuwa rais wa serikali ya wanafunzi. Sawa. Lakini pia ningependa ushare na sisi, utuambie ni nani au ni momenti gani ili kufanya sasa useme mimi Jackson Kudoswa na kwenda kuchukua fomu ya kugombea nafasi
ya rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha mipango? Asante. Nafikiri naweza nikamtaja leo mtu mmoja ambaye pengine watu wengi hawafahamu. Na sisi tunataka tumsikie kwa mara ya kwanza. Sawa. Of course kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wakiniambia kwamba Kudoswa una nia ya kuwa rais. Mimi nilikuwa nikiwakatalia kwa sababu pengine nilikuwa naona ni moja ya mwanafunzi ambaye sikutengenezwa kutoka chuo cha mipango, kwa maana ya kwamba kuanzia certificate mpaka diploma na kufika bachelor degree, nikawa nahisi kwamba wanaostahili nafasi ni watu hao. Lakini ndio kwa mara ya kwanza aliniambia kwamba Kudoswa unaweza kwa namna ambavyo unafanya kazi zako, kwa namna ambavyo unajituma kwenye kazi zako, basi unaweza ukatia nia ya kuwa rais. Lakini mimi nilicheka tu nikamwambia hapana madam, sitoweza. Kwa hiyo kuna namna alikuwa akini-encourage na kunipambania kuhakikisha kwamba ananitia moyo, ananitia nguvu. Lakini mtu mwingine ni madam, ni watu ambao ni watu wa karibu sana, wamekuwa wakinitia moyo, wakinitia nguvu, lakini ni watu ambao walikuwa wananiambia kwa namna ambavyo unafanya kazi zako, basi unaweza kustahili kabisa kuwa rais wa serikali ya wanafunzi. Ndio. Pia napenda ushare na sisi ile siku unatangazwa basi Mheshimiwa Jackson Kudoswa ndio mshindi wa kiti cha urais. Hebu tupatie moment, ilikuwaje? Kiukweli bwana Fabian genius. Ndio. Mimi binafsi ni moment ambayo sitokuja pia kuisahau kwenye maisha yangu. Ndio. Na kama unakumbuka, kama ulikuwepo siku hiyo, mimi pale mbele nishangaa machozi yananitoka. Kwa sababu sikutegemea kama idadi kubwa ya wanafunzi kiasi kile waliniamini na kunipa ridhaa ya kuwa rais wa serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo ni moment ambayo ilinifanya nitokwe machozi kabisa, yani iliingia yani ikani touch sana. Yani baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutangaza matokeo pale mbele, ni moment ambayo iliniingia sana moyoni mwangu. Kwa hiyo sitokuja kusahau. Safi kabisa. Tumemsikia Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi akitupatia arrangement ya matukio, lakini akitupatia story nzuri na yenye kusisimua ya tangu alipoanza mpaka sasa alipofikia. Na sisi tunaendelea kupiga naye story kuweza kuyajua mengi kutoka kwake Mheshimiwa Jackson Kudoswa, rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha mipango na maendeleo vijijini Mwanza. Mheshimiwa, pia tunapenda utuambie kwa mara ya kwanza wewe sasa unaingia ofisini kama rais baada ya kuapishwa, focus yako ilikuwa nini? Usema naenda kuanza na kitu gani pengine ambacho, kwa sababu tunafahamu ulikuwa waziri wa elimu kwa serikali iliyopita. Ndio. Kwa kipindi umeshachagua tayari kuwa rais, ulisema mimi naanza kuanza na kitu gani zaidi ambacho kitakuwa sasa kama kitu cha kwanza, kitakuwa kipaumbele cha kwanza kwenye serikali yako? Mimi binafsi napenda sana kuwasaidia watu. Yani moyo wangu mimi napenda sana kuwasaidia watu, na ndio maana ukiangalia kwenye issue nyingi, wakati hata huo nikiwa waziri wa elimu, nimepambana sana kuwasaidia watu. Kwa hiyo first priority yangu mimi ya kwanza ambayo niliplan kuanza nayo moja kwa moja ni kuwasaidia watu. Kwa hiyo katika maeneo yote mtambuka na maeneo yote ambayo yanawakuta wanafunzi kwenye changamoto zao, ndio eneo la kwanza ambalo nilitamani kwenda kuligusa. Ikiwemo pia changamoto mbalimbali za elimu, lakini pia changamoto za miundombinu, lakini pia na changamoto kadha wa kadha ambazo zinahitaji sauti ya kiongozi wa serikali ya wanafunzi kuzisemea na kupata ufumbuzi. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza ambalo mimi nilianza nalo. Ndio. Lakini pia ushirikiano na management, wewe kama rais wa serikali ya wanafunzi, unaweza unatoa picha gani kwenye ushirikiano na management, kwa maana ya kuhakikisha basi unawasaidia wanafunzi wewe kama kiongozi wao? Kiukweli serikali ya wanafunzi, niseme wazi, mpaka sasa imekuwa kiungo kizuri kati ya management lakini pia na wanafunzi. Ndio. Kwa hiyo ofisi zote ambazo tunafanya nazo kazi, kuanzia ofisi ya coordinators, ofisi ya mkuu wa idara, ofisi ya mkuu wa taaluma, ofisi za mitihani na ofisi zingine zote, kwa hiyo tumekuwa tukifanya nazo kazi kwa ukaribu sana, na ushirikiano kwa maana ya kwamba
kufanya kazi kama timu, tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Management wakiwa na issue yoyote ambayo inawahusu wanafunzi, basi wanapita serikali ya wanafunzi, wanatupa taarifa, tunafanyia kazi. Lakini sisi pia kama serikali ya wanafunzi, tukiwa tuna yale ya msingi ambayo tunatamani tuyafikishe management ili kusudi wanafunzi wetu waweze kusoma katika mazingira mazuri, tumekuwa tukifanya hivi. Kwa hiyo management versus serikali ya wanafunzi tunafanya kazi kwa ukaribu sana na tunashirikiana kwa ukaribu. Shukrani sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia tungependa utuambie sasa mipango ya serikali ya awamu hii ni nini kwenye chini ya uongozi wako wewe kama rais? Awamu hii serikali ya wanafunzi chini yako inatarajia kufanya nini au ina vision gani? Ndio. Kwa upande wa serikali ya wanafunzi kuna mambo mengi ambayo tumepanga kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba zile changamoto zote zinazowakuta wanafunzi zinatatuliwa kwa wakati. Hiyo ndio jukumu la kwanza la serikali ya wanafunzi, kwa sababu serikali ya wanafunzi ipo kwa ajili ya kusaidia wanafunzi. Haya mambo mengine huwa yanakuja tu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni changamoto zote zinazowahusu wanafunzi zinapata mtu sahihi, zinapata muda sahihi, lakini pia zinaweza kufikishwa eneo sahihi kwa wakati. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo ni mkakati wangu mimi binafsi. Nilisema awali kwamba mimi napenda sana kusaidia watu. Na hapa tunadili na watu. Na watu wenyewe ndio wanafunzi. Kwa hiyo lazima nipambane na hilo kwa hali na mali. Lakini eneo lingine tutaenda kugusa maeneo mbalimbali, yakiwemo maeneo ya michezo. Tunakwenda kufanya ujenzi wa uwanja wa basket, lakini pia na uwanja wa netball. Kwa hiyo tutakuwa na huo mpango na nafikiri baada ya muda mfupi tutaanza utekelezaji wake. Lakini eneo lingine tunaweza tukaenda tukagusa pia maeneo hayo ya michezo kwenye kuongeza vifaa na vitu vingine, ili kusudi eneo la michezo kwa ujumla wake liwe na mantiki. Kwa sasa chuo chetu kimebadilika, Fabian Genius. Kwa hiyo wanafunzi wengi pia wamekuwa most interested sana na mpira. Wanapenda sana michezo nje na issue za academic, lakini pia wapate eneo ambalo wanaweza waka refresh mind na kufly. Kwa hiyo tutagusa eneo la michezo kwa aina hiyo, lakini pia tutakuwa na mashindano mbalimbali ikiwemo pia mipango Premier League. Kwa tutakwenda kuanzisha ligi ya mpira wa miguu, lakini na mipira mingine yote. Lakini pia tutakuwa na mashindano mbalimbali yakiwemo ya bonanza na vitu vingine kama hivyo. Lakini eneo lingine tutaenda kugusa eneo la miundombinu ikiwemo pia ukarabati, lakini tuko tunafanya utaratibu tuone kama tunaweza tukapata fedha pia za kuweza kujenga walau hata vimbweta viwili au kimoja, ili kusudi wanafunzi wetu waweze kupata mazingira mazuri ya kujisomea. Hiyo ipo kwenye manifesto yangu ambayo niliandaa. Lakini eneo lingine tunatamani wanafunzi waweze kufikiwa na taarifa zote ambazo zinahusiana na chuo kwa urahisi. Kwa hiyo tutaenda kuboresha pia online media zetu na social media zetu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata taarifa zote za msingi kwa wakati. Lakini eneo lingine tutakwenda kuhakikisha kwamba tunawasaidia wale wanafunzi basi ambao wana changamoto mbalimbali za kifamilia, lakini pia ambao wanashindwa kupata huduma za msingi kwa urahisi. Ikiwemo pia kuwasaidia wanafunzi wenye ambao hawajiwezi kuwalipia walau kiasi fulani cha ada. Hilo ni jambo moja na ni jambo moja la msingi sana ambao linakwenda kusaidia kwenye eneo hilo. Lakini pia tutakwenda kugusa maeneo mbalimbali ikiwemo pia kuibua vipaji mbalimbali vya wanafunzi wetu ambao tunasoma nao ndani ya chuo chetu. Natambua hapa tuna zaidi ya wanafunzi 4444. Kwa hiyo kwa maana hiyo wanafunzi hao ndani yake kuna wanafunzi wengi sana wenye vipaji mbalimbali. Kwa lazima tutengeneze platform mbalimbali ambazo zitakuja kuibua vipaji na kukuza talanta za wanafunzi wetu, ili kusudi mwisho wa siku waweze kuonekana kitaifa na kimataifa na kuweza kukua zaidi. Ndio, asante sana Mheshimiwa Rais kwa majibu mazuri. Na wana mipango, mmeambiwa kuna mambo mengi sana, kuna mipango ligi. Ndio, mipango Premier League. Mipango Premier League, lakini pia wale wanafunzi wenye vipaji, Rais ana mikakati madhubuti kabisa kuweza kuhakikisha mnafika mbali zaidi. Lakini pia Mheshimiwa Rais, napenda utuambie wewe nyuma yako pia kuna baraza la mawaziri ambao linakusaidia wewe basi kwenye kuhakikisha majukumu yote yanakwenda vizuri. Umetengeneza mikakati gani kuhakikisha basi kuna wanafunzi wanaweza kuwafikia viongozi hawa kwenye wizara mbalimbali kuhakikisha basi wanatatulia matatizo yao? Umeweka mikakati gani kuhakikisha basi wanakuwa na uwepesi wa kuweza kuzifikia wizara mbalimbali?
Asante. Uwepesi ambao nimeuweka ni kwamba nilishatoa maelekezo kupitia ofisi ya waziri mkuu kwamba wizara husika, hasa wizara ya habari na TEHAMA iweze kuainisha orodha ya viongozi wote na nafasi zao, lakini pia na mawasiliano yao. Alafu orodha ile iwe posted kwenye groups zote, social media zote ambazo tunazitumia, ili kusudi mwanafunzi wa first year, mwanafunzi wa second year, mwanafunzi wa diploma na certificate pamoja na wanafunzi wa third year waweze kuona orodha ile ya viongozi na kuweza kutambua kwamba kiongozi fulani mawasiliano yake ni haya, aweze kumfikia kiurahisi. Lakini ukiachilia mbali hiyo, nimetoa maelekezo kupitia ofisi ya waziri mkuu kwamba mawaziri wote watoe taarifa ni siku gani ambayo watakuwepo ofisini kwa ajili ya kusikiliza changamoto za wanafunzi tu. Kwa hiyo pia itasaidia sana kwamba waziri husika, mfano labda waziri wa elimu atakuwepo ofisini siku ya Jumatano na Ijumaa kwa ajili ya kupokea changamoto zote ambazo zinawakumba wanafunzi, hususan masuala ya kielimu. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye amewasilisha changamoto yake haijafanyiwa kazi, mwanafunzi ambaye ana changamoto ya matokeo, ana changamoto ya vitu vyote ambavyo vinahusiana na masuala ya kielimu, atamkuta waziri husika ofisini na ataweza kuwasilisha changamoto yake kwa muda huu ambao utakuwepo. Lakini nilienda mbali zaidi, nimetoa maelekezo pia kupitia ofisi ya waziri mkuu wa wataarifu mawaziri wote na baraza la mawaziri kwa ujumla kwamba kuwe na semina za mara kwa mara. Kuna semina za mara kwa mara kwenye madarasa yetu, lakini pia kupitia hosteli zetu ambazo zina accommodate wanafunzi, lakini pia kupitia mikutano na maeneo mbalimbali ambayo yatakuwa yanawakutanisha wanafunzi. Hao mawaziri waweze kuzungumzia mambo yote mtambuka na mambo yote ya msingi ambayo yanawagusa wanafunzi. Kwa hiyo kupitia mikakati hiyo, nadhani tunaweza tukawa tunawafikia wanafunzi kwa urahisi, lakini pia wanafunzi wanafikisha changamoto zao kwa urahisi sana. Ndiyo. Lakini pia bwana Fabian Genius, mimi pia nafikika kwa sababu pia wanafunzi wananitafuta. Wananitafuta, namba yangu iko hewani muda wote. Kwa mwanafunzi anaponitafuta niko tayari kabisa kumsikiliza, lakini pia na kuitatua changamoto yake kwa wakati. Ndio. Asante sana Mheshimiwa kwa majibu mazuri. Tunakushukuru sana kwa majibu mazuri. Lakini sasa kuna kitu hapa tunahitaji, watu nadhani pia wanahitaji kufahamu. Hapa katikati kulikuwa kuna Wizara ya Fedha na Mikopo. Kitu kama hicho, si ndio? Ni sahihi. Baadaye tukaona umeigawa. Kuna fedha na mipango na kuna mikopo. Tuambie pengine uliona nini mpaka ukasema sasa hizi wizara niweze kuzitenganisha zijitegemee, ziwe ni wizara mbili tofauti na mawaziri tofauti? Ndio. Ni kweli nilifanya hivyo kwa kutenganisha iliyokuwa Wizara ya Fedha na Mikopo, kuitenganisha, na Wizara ya Fedha nikawa nimebadilisha ikawa Wizara ya Fedha na Mipango. Lakini pia Wizara ya Mikopo ikabaki namba moja. Niliona utendaji kazi wa hawa watu kipindi wakiwa wote kama waziri na naibu waziri kwenye Wizara ya Fedha na Mikopo. Utendaji kazi wao ulikuwa hauniridhishi binafsi. Hiyo ilikuwa ni namba moja. Lakini namba mbili, nilitamani kuongeza wigo wa utendaji kazi, lakini pia na wigo wa wanafunzi kumfesi kiongozi husika kwa wakati. Kwa hiyo nikaona nitenganishe hizi wizara ili kusudi mwisho wa siku tuwe tuna utendaji kazi mzuri kwenye eneo hili. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kutapokuwa tuna wizara ya mikopo peke yake, manake automatically wale wanafunzi wote ambao wana changamoto za mikopo watamfesi waziri husika ili kusudi waweze kusaidiwa. Kwa kutoka na waziri wa mikopo tu peke yake. Kwa hiyo nilimpunguzia pia majukumu. Wakati huo atadili na mipango, atadili na fedha, atadili na mikopo peke yake. Lakini huyu waziri wa fedha, kwa sababu atakuwa anagusa eneo dogo la fedha tu peke yake, ni muongezee na kipengele kingine cha mipango. Kwa sababu hatuwezi kama serikali kwenda hatuna mipango. Kwa hiyo jukumu mojawapo pia la huyu waziri wa fedha na mipango ni kuunganisha mpango kazi wa serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2025-2026, kuweka ukawa wa pamoja, lakini pia kufanyia monitoring ule mpango kwamba unatekelezwa kupitia wizara hizi shikizi. Kwa hiyo kwenye wizara zote tuna takribani wizara 10 mpaka sasa. Kwa hiyo ukiondoa hiyo wizara yake ya fedha na mipango, tuna wizara 9. Kwa wizara hizi 9 zote zitaandaa mipango yao, na baada ya pale tutaibariki na kuipitisha kwenye baraza la mawaziri. Lakini baada ya kuipitisha mipango ile itakuwa submitted yote kwa waziri wa fedha na mipango.
Waziri wa Fedha na Mipango ataiandalia dokumenti moja. Sasa ile dokumenti ndio sisi tutakuwa tunatembea nayo. Kwa jukumu lake lingine ni kuhakikisha kwamba mipango ya serikali inatekelezwa kwa mwaka husika wa masomo, lakini pia kwa kuzingatia kipengele chake cha fedha. Kwa hiyo lazima uwe na rasilimali fedha ili kusudi uweze kutekeleza mipango mbalimbali. Kwa hiyo hilo pia litakuwa ni jukumu lake hilo. Kwa hiyo niliona kwa mawanda hayo mapana, na sisi ni chuo cha mipango, tuongeze kipengele cha mipango ili kusudi sera yetu au moto yetu ya kupanga ni kuchagua iweze kutekelezwa kwa vitendo. Ndio, hiyo ni ya vitendo zaidi. Ndio. Na majibu mazuri sana. Lakini pia mheshimiwa, tunapenda tuambie wewe kama msimamizi wa rasilimali za wanafunzi hapa chuoni, unatumia mbinu gani au strategy gani kuhakikisha basi hizi rasilimali zinatumika ipasavyo, zinatumika vizuri, pasipokuwa na ubadhirifu na vitu vingine ambavyo sio vizuri? Ndio. Bwana Fabian Genius, kuna rasilimali za aina nyingi. Kuna rasilimali fedha, lakini kuna rasilimali watu, kuna rasilimali vitu. Nadhani sasa tujikite kwenye rasilimali fedha, ambayo ni kitu ambacho kinahitaji uangalizi wa umakini zaidi. Ndio, ni sahihi. Labda nikuondoe shaka na wasiwasi juu ya swala hilo. Mimi mwenyewe ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Kwa hiyo nilikuwa sijaambia Mheshimiwa Rais anasoma uchumi, bachelor degree in economics. Bachelor degree in economics. Haibiwi hata 100. Na nina base ya hicho kitu. Kwa sababu mimi toka certificate nasoma economics. Kwa kumbe una misingi ya uchumi. Sawa. Basi tueleze. Sawa. Kwa hiyo kwenye swala la rasilimali fedha niko makini sana. Eneo la kwanza ni kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima. Ni kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima, pia zile safari zisizokuwa za lazima kuzipunguza, ili kusudi kubana matumizi na kuelekeza fedha ile kwenye maeneo nyeti na maeneo ya msingi. Hapo automatically tunazungumzia fedha ambazo zipo kwenye mfuko wa serikali ya wanafunzi. Zile fedha za management zina utaratibu wake. Lakini fedha ambazo zinaingia kwenye mfuko wa serikali ya wanafunzi kuna namna yetu sisi ya kuzidhibiti. Ndio. Kwa hiyo tunaangalia sasa maeneo ya msingi na maeneo nyeti ili kusudi tuweze kuallocate fedha ambapo fedha ile isipotee. Kwa hiyo nje na kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima, pia tunajitahidi kufanya vitu vya msingi sana. Vile vitu vya msingi sana. Kuna vitu vingine ambavyo hata usipokifanya hakina madhara yoyote. Kwa hiyo tuna allocate fedha kwenye vitu vya msingi, lakini tuna allocate fedha kwenye vile vitu ambavyo vinakwenda moja kwa moja kuwagusa wanafunzi. Kwenye vile vitu ambavyo haviwagusi wanafunzi moja kwa moja, kiukweli mimi nakuwa mkali kwenye eneo hilo. Lakini pia nampa maelekezo waziri wa fedha kupitia ofisi ya waziri mkuu kwamba kuhakikisha kwamba matumizi yote ya serikali ya wanafunzi yanaainishwa, lakini pia yanafuatiliwa kwa ukaribu. Kwa sababu tunanunua mipira, tunatengeneza vifaa vyetu vya serikali ya wanafunzi vinavyochakaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo matumizi yoyote yale yanayofanyika kwenye serikali ya wanafunzi lazima, kama ni waziri husika, atuletee risiti. Hiyo pia ni njia mojawapo ya kudhibiti matumizi ya fedha. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaweza akakwambia amenunua mpira 100,000 kumbe amenunua 20,000. Kwa hiyo lazima tuletee risiti kuonyesha kwamba ule mpira amenunua kweli 100,000 au amenunua 20,000. Kwa hiyo lakini pia tunafanya monitoring na ufuatiliaji wa karibu kwenye vile vitu vyote ambavyo vinanunuliwa ili kusudi kujua actual price kwenye market. Mwisho wa siku mtu anaweza kaja akakwambia hapa kitu fulani 100,000 kumbe kwenye market ni shilingi 50,000. Kwa hiyo tunafuatilia pia kwa ukaribu kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba fedha za serikali ya wanafunzi zinalindwa, lakini pia zinasimamiwa vizuri, kwa sababu ni rasilimali muhimu sana. Sawa mheshimiwa. Lakini pia tungependa tuambie ni ngumu kiasi gani kuongoza watu wengi wewe kama rais? Kuna ugumu kiasi gani? Bwana Fabian Genius, niseme wazi, kuna ugumu mkubwa sana. Yaani ni mkubwa sana. Na especially wewe ni kiongozi wa wasomi, sio tu watu, ni wasomi. Ni kweli. Unaongoza bachelor degree, kuna degree hapo, watu, kuna wachumi, kuna maplanners, kuna maafisa miradi, kuna watu wa maendeleo, na katika level zote kuanzia certificate mpaka bachelor. Tuambie ugumu wake ni upi? Ugumu wake wa kwanza ni kuhakikisha watu wakuelewe kwenye kitu unachokizungumza. Kwa sababu chuo kinakutanisha watu wengi sana.
kuna watu hapa, kuna watu wengine ambao ni tayari ni employed. Wamekuja kujiendeleza. Kuna watu pia wameshapita kwenye nafasi mbalimbali za kiuongozi. Kuna watu wamepita sehemu mbalimbali ambazo wana experience hali ya juu sana na uongozi. Ndio. Kwa hiyo ili kusudi kumfanya huyo mtu akuelewe sio kazi ndogo, ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo ugumu ninaopitia mimi ni huo kwamba wakati mwingine unavokuja na idea au implementation ya kitu fulani, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuelewa kwenye eneo hilo, unatakiwa utumie akili ya hali ya juu sana. Ndio. Kwa hiyo ni ugumu ambao ninaupitia kwenye masuala ya uongozi. Lakini kitu kingine ambacho kinanifanya pia nakuwa na ugumu zaidi ni kumaintain ratiba za vipindi darasani. At the same time vikao, at the same time unahitajika labda mara fulani. Kwa hiyo inaniwia ugumu sana. Actually pia hiyo umeingia kwenye ndio niseme kwenye follow-up yangu hapa kuna swala la namna hiyo. Basi unaliunganisha pia. Ndio. Kwa hiyo inaniwia ugumu sana kwa sababu unajikuta wenzako wako darasani, ndio, lakini wewe upo kwenye majukumu mengine ya kiserikali. Unapambana kuhakikisha kwamba mambo yanaenda, na lazima iwe hivyo kwa sababu ukishindwa kufanya hivyo maana yake kuna vitu vinalala. Kuna vitu havitotekelezwa kwa mujibu wa ratiba inavyokwenda, lakini pia na mpangilio wa mambo ulivyo. Nitakutolea mfano mdogo. Mimi majuzi ile nimesafiri kwenda Dodoma. Kwa hiyo nilirudi juzi usiku kutoka Dodoma. Lakini hapa katikati wenzangu wameingia darasani, wamesoma, wamehudhuria vipindi, mimi sikuwepo. Kwa hiyo wakati mwingine ukiwa rais unatakiwa pia uwe na akili pia ya ziada. Ukitegemea tu uhudhurie darasani unaweza ukafeli. Itakuwa ni ngumu sana. Unaweza ukafeli vibaya sana. Kwa hiyo inaniwia ugumu sana kumaintain ratiba za darasani, lakini ratiba pia za serikali na ratiba zingine ambazo zinanihitaji nihudhurie kwenye vikao ambavyo ni vya kikanuni na vya kikatiba na vya kisheria. Sawa. Mheshimiwa, pia tungependa utuambie watu pia wajue unatumia njia gani kukutana na watu wako, yani kuongea nao, kuwasikiliza na wao pia kutoa kero zao kwako wewe kama rais wao. Sawa. Njia ya kwanza ninayotumia ni kupitia wasaidizi wangu. Namaanisha baraza la mawaziri, kwa sababu wale ndio nimewateua kwa ajili ya kunisaidia. Ndio. Hiyo ni njia namba moja ambayo inanisaidia sana. Kwa vijana wanafanya kazi nzuri, wanapambana, wananisaidia kupata information za sehemu mbalimbali kwa sababu siwezi kwenda kila eneo. Lakini njia namba mbili ni kupitia vikao. Nafanya pia vikao, wanafunzi wa March Intake wanaweza kuwa ni mashahidi. Sasa hivi tuko mwanzo mwa semester ya kwanza. Ni sijafanya bado vikao vingi. Lakini kwa mujibu wa ratiba yangu ilivyo, kuna vikao vingi sana ambavyo nitafanya na wanafunzi. Tumefanya vikao vichache sana hasa ule wakati wa orientation. Lakini tutaendelea kufanya vikao vya mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunakutana na wanafunzi, wana present changamoto zao kama serikali tunazichukua, lakini tunakwenda kuzifanyia kazi immediately kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaishi katika mazingira bora na rafiki pindi tu wanapokuwa ndani ya chuo cha mipango. Ndio. Kwa hiyo hizo ni njia mbili kwa ufupi ambazo nazitumia. Lakini wanafunzi wananitafuta nomo, wananicheki, mimi na respondi, mimi wanajibu. Najibu, tunawasiliana, ana issue fulani, tuna clear, mambo yanaenda. Ndio. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tunapenda utuambie kudoswa yule ambaye alikuwa sio rais na kudoswa huyu ambaye ni rais. Nini kimeongezeka? Yaani huu wadhifa wa wewe kuwa rais umekuongezea nini sasa kwenye karia nzima yako ya kielimu, lakini pia wewe kama kudoswa imekuongezea nini? Na ambacho naweza kusema cha kwanza ambacho kimeongezeka kwenye kudoswa yule ambaye hakuwa rais na kudoswa huyu ambaye sasa ni rais. Cha kwanza ni network. Umetengeneza watu. Ni network, nimetengeneza watu kiukweli. Nimetengeneza watu wa kutosha. Yaani mpaka sasa ninapozungumza nimetengeneza watu wa kutosha. Yaani wapo. Lakini kitu kingine ni mahusiano mazuri pia, ndio hiyo inaingia kwenye network. Lakini kitu kingine ambacho kimeongezeka ni majukumu. Kiukweli Bwana Fabian Genius, mimi kuna wakati silali.
Ni kweli nakwambia wazi. Yani kuna wakati silali, lakini pia kuna wakati nalala muda umeenda sana. Kwa sababu una kazi nyingi, una vitu vingi vimekuja, kwa nahakikisha kwamba unaviklia vyote at the same time, upitie masuala ya masomo. Kwa hiyo kuna wakati silali, kwa hiyo majukumu pia yameongezeka, umeona. Lakini issue nyingine ambayo nimeiongeza kwenye maisha yangu ni kumfikia kiongozi yoyote ambaye ninatamani kumfikia kwa urahisi sana. Yani leo nikihitaji nimfikie kiongozi yoyote yule kwenye serikali, kwenye chama na vitu vingine, namfikia kiurahisi kwa sababu tu tayari ni rahisi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vichache kwa ufupi ambavyo vimeongezeka kwenye maisha yako. Unaweza ukashare pia ukashare na sisi kwamba ni tukio gani au ni kitu gani kilikufanya pengine ujivunie wewe basi kuwa rais, au kikufanya ujutie wewe kuwa rais wa serikali ya wanafunzi mipango Mwanza? Cha kwanza ambacho kilinifanya nijutie kuwa rais kiukweli ni semester ya pili ya mwaka wa pili sekandia. Ndio. Nilifeli. Ulifeli? Yani nilifeli. Nasema nilifeli kwa maana gani? Kufikia yale malengo ambayo nilikuwa nimejiwekea. Ndio. Kwa maana ya kwamba mimi mwaka wa kwanza nina GPA ya first class. Na semester zote mbili. First class. Tena kuna semester mimi nimepata flat A's. Mimi nimepata A zote. Ndio. Za masomo yote. Lakini semester ya pili pia nilikuwa na first class. Semester ya kwanza ya mwaka wa pili nilikuwa na first class. Lakini semester ya pili ambayo iliingia na masuala ya uongozi kiukweli nilidrop. Nilishuka, ilinifanya nijutie kuwa rais. Hicho ni kitu ambacho kilinifanya. Ni kweli, of course ni kweli. Ndio. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilinifanya nijutie. Lakini kitu ambacho kilinifanya ni furahi pengine kuwa rais ni changamoto zangu mimi mwenyewe binafsi. Ndio. Kutatuliwa kwa wakati pindi ambapo nitahitaji msaada kwenye ofisi yoyote. Kwa hiyo advantage hiyo inakuwa ni kama advantage pia. Unapofika ofisi yoyote basi Mheshimiwa Rais, inakuwa ni rahisi sana kutatuliwa changamoto yako. Kwa kwenye maisha ya kawaida ukiachilia mbali masuala ya uongozi, hivyo ni vitu ambavyo kimoja kilinifanya nifurahi, lakini hiki kingine kilinifanya nihuzunike kiukweli. Mimi binafsi hata mwaka wa kwanza nilikuwa one of the best students. Na nilikuwepo, niliona. Kwa hiyo nilikuwa one of the best student, continuing best student. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Lakini hata sasa hivi si haba. Mambo sio mabaya. Nimefanya vizuri pia kwenye somo mojawapo la Madam Jacqueline Temba, Micro and Macroeconomics. Nimekuwa mwanafunzi bora kwenye eneo hilo. Nimepata marks za juu kuliko wanafunzi wote. Kwa hiyo taratibu Mungu atasaidia. Sawa. Lakini sasa umekuja na mkakati gani kuhakikisha basi una manage kati ya uongozi na yani mkakati ambao basi utakusaidia wewe kufanya kwenye uongozi wewe kama rais ufanye vizuri, utekeleze majukumu yako kama ipasavyo, lakini pia kwenye vipindi vya kitaaluma, kwenye kazi mbalimbali za kitaaluma pia uweze kufanya vizuri? Ndio, mkakati mmoja wapo ni kuweka ratiba. Nina ratiba kabisa binafsi ambayo inaniongoza kwamba siku fulani na siku fulani nitashughulikia issue za wanafunzi na issue zote ambazo zinahusiana na serikali ya wanafunzi. Lakini siku fulani na siku fulani nitakuwa nadili mambo yangu binafsi. Lakini siku fulani na siku fulani ndani ya wiki nzima nitakuwa najisomea. Kwa hiyo kilichonisaidia cha kwanza hicho ni kuweka ratiba. Lakini cha pili ni kuteua vijana makini. Na vijana ambao wanafanya kazi kwa kujitoa. Kwa hiyo kwenye baraza langu la mawaziri naendelea kulitengeneza siku hadi siku, kupata vijana makini, vijana mahiri, lakini vijana wanaojituma na kupambana, kuhakikisha kwamba shughuli zote za serikali wanazifanya kwa uweledi wa hali ya juu, ili kusudi kunipunguzia mzigo mimi niweze kufanya pia majukumu mengine binafsi na ratiba za vipindi. Ndio. Lakini pia sasa tungependa kujua mtu gani ukiwa na jambo lako unaweza kupata ushauri, lakini pia anaweza akakupa njia ufanye nini, hivyo something like that. Ndani ya taasisi? Ndani ya taasisi. Sawa. Pengine pia inaweza kaa ndani ukachanganya ndani nje, yani mtu ambaye anakushauri vizuri kwenye masuala ya kiuongozi, upite vipi, uende vipi ili ufikie achievement. Ndio. Unaweza ukatushare tukaweza kujua. Sawa. Basi nje ya taasisi
nje ya taasisi hii ya mipango ni mama yangu. Mama yako. Mama amekuwa mtu mmoja wa karibu sana ambaye ananishauri sana kwenye masuala ya kiuongozi. Kwa sababu mimi toka nazaliwa mama ni kiongozi mpaka sasa hivi ninavyozungumza. Ni kiongozi. Kwa hiyo sisi kwenye familia yetu unaweza kuambia pia ni kiongozi. Sawa. Mimi mama amekuwa mwenyekiti wa kigango na parokia kwa zaidi ya miaka 10. 10 years akiwa mwenyekiti wa kigango na parokia. Of course ana experience kubwa ya uongozi. Ndio, kwa upande huo anadili na watu, ana experience kubwa. Lakini huu ni mwaka wa 15 ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Yani huu ni mwaka wa 15 sasa. Yani at the same time continuously. Yani anakuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa miaka 10 amemaliza, anaenda sasa miaka 15. Kwa hiyo ikifika 2030 basi atakuwa ametimiza miaka 15 akiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Lakini achilia mbali sasa uongozi. Kumbe uongozi upo kwenye ukoo. Uongozi upo kwenye familia. Ndio, ni kweli. Uongozi sisi nyumbani upo kwenye familia, hususan mama. Kwa hiyo mimi toka nazaliwa mama ni mtu ambaye ana majukumu mengi sana yani anafanya, hususan masuala ya kiuongozi. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikikutana na changamoto yoyote ile kwenye masuala ya kiuongozi nje na taasisi, mtu wa kwanza kumkimbia ni mama yangu, kwamba bwana kuna issue 1 2 3, hebu naomba unisaidie mawazo. Kwa amekuwa akinisaidia sana. Lakini ndani ya taasisi ni mtu mmoja makini sana. Yaani ni mtu mmoja poa sana, ni mtu mmoja ambaye anakushauri kulingana na changamoto uliyokuja nayo. Ndio. Ni kama mimi nimemchukulia ni sehemu pia ya familia yangu. Lakini pia ni kama mama. Jambo zuri zaidi. Lakini pia tungependa kujua sasa watu wanakuchukulia vipi, yani kudoswa yule ambaye alikuwa sio rais na kudoswa sasa ambaye ni rais. Ndio. Vitu gani unaona bisa kwa watu vimebadilika? Walikuwa na kutreat hivi, sasa hivi hawakutreat hivi. Kiukweli mimi ni mtu wa watu. Ndio. Napenda sana interaction na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi kuna namna hata washikaji zangu yani wenyewe wananikataa. Wanajua piga sura mtu wa system. Yani wana maintain ile social distance. Kabisa. Kwa hiyo unaweza ukakuta wakati mwingine unafika labda unasalimiana nao, wewe bwana mheshimiwa rais bwana sisi tunaomba tukupishe bwana. Kwa hiyo kuna namna wanatengeneza gap. Yani kwamba huyu ni rais tayari. Ndio. Alafu na wao kuna namna wanajiweka kwenye eneo fulani. Kwa hiyo ile pia mimi kuna wakati wewe inaniumizaga sana. Ndio. Kwa sababu unakosa namna hata kupiga story na washikaji na nini, mnabadilishana mawazo na nini. Kwa hiyo wanakutenga yani kwamba wewe tayari kuna namna upo. Ndio. Kwa hiyo ni changamoto pia hiyo. Ndio. Sasa tuambie ni kitu gani pia ambacho wewe umekibadilisha, ni kwamba tangu tu umekuwa rais umesema hichi kitu mimi hapana kutokana na nafasi nilionayo. Ndio, mimi ni mpenzi sana wa mpira. Mpira wa miguu. Ndio, mpira wa miguu. Kuangalia of course kwenye TV, sio kucheza. Mshabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Yanga. Wa Yanga. Young Africa ni shabiki sana. Ndio. Kindaki wa Yanga. Kwa jambo gani umelibadilisha? Kwa hiyo jambo ambalo nimelibadilisha, nilikuwa napenda sana kwenda kuangalia mpira wakati mwingine hadi usiku na nini. Lakini sasa hivi na lazima nikae nyumbani. Na lazima nikae nyumbani. Inatakiwa ununue TV na kingamuzi. Nilishafanya hivyo. Ulishafanya hivyo Kwa hiyo mlikuwa mnabishana na mheshimiwa rais kwenye mabanda umiza mmemkosa. Si ndio? Ni sahihi. Ndio. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo nimelibadilisha, lakini jambo lingine ambalo limebadilika kwenye maisha yangu ni pia muonekano. Muonekano. Yani kuna namna sio kwamba tunapenda kuvaa makaunda suti muda wote. Amna, nataka upige t-shirt kutokana na wazifa ulionao inakupasa. Lakini kutokana na wazifa ulionao inakubidi sasa uwe muda wote uwe official, kwa sababu you never know kwamba tukio gani linatokea kwa muda gani. Na ni rais tayari, kwa hiyo unatakiwa uwasilishe wanafunzi kwenye tukio husika. Kwa hiyo pia hata mavazi yanakulazimu ubadilike. Sawa. Ndio. Sasa nadhani tumepiga stori nyingi za uongozi. Na sasa tuchanganye pia watu waweze kujua vitu personal, pia watu waweze kukujua zaidi. Ndio. Tuambie ni kitu gani watu hawafahamu kuhusu kudoswa? Yaani ukiacha na kwamba kudoswa ni rais, ni mwanafunzi wa uchumi mwaka wa 3. Ndio. Pengine labda ni kiongozi. Ndio. Kitu gani kingine ambacho wewe unahisi watu hawakijui lakini wewe unakijua peke yako?
Kitu ambacho watu hawakijui lakini nakijua mimi mwenyewe, kuhusu mimi mwenyewe. Wewe unisikia kabisa watu hawakijui hiki. Ya kimaisha tu personal au chochote, yani si watu hawakijui. Hapo pengine anasema mimi ni muongo sana, watu wengine hawajui. Kwa mfano. Sawa. Kitu ambacho watu wakifahamu kutoka kwangu, mimi napenda haki sana. Haki, mtu wa haki. Yani ni mtu wa haki sana. Kwa hiyo inapotokea changamoto, naona mtu anaonewa, ndio ni moja kitu huwa kinaniumiza sana. Kwa hiyo huwa naumia sana ninavyoona mtu anaonewa. Ndio. Napenda sana haki, yani mtu afanyiwe kulingana na anavyostahili kufanywa. Kwa hiyo wakati mwingine mimi huwa nakusana sana na watu ambapo ninaona kuna mtu anaonewa afu natambua kwamba kweli anaonewa. Huwa sipendi kabisa hicho kitu. Lakini pia tunapenda utuambie ni kitu gani ambacho swali nimesahau hapo, swali lishakuja nimesahau. Ndio. Swali gani nataka kuuliza? Pia Mheshimiwa Rais, share na sisi ni momenti gani ambayo waga ukikumbuka unasema nilizingua? Yaani kuna moment ambayo ulifanya miusho fulani, yani ulizingua kiufupi. Yaani unasema hapa sasa hichi kitu nilichokifanya sio kizuri. Yaani kuna kitu pengine ulifanya kitu, yani kuna kitu ulifanya way back unasema kile ukifikiriaga unasema hapana. Kwenye serikali tu ya wanafunzi au hata inaweza popote tu, kitu chochote kile, si mali tu useme bwana hapa sikutenda kitu kizuri pengine au pengine ulikosea. Ndio. Moment ambayo mimi nilizengua ni baada ya kutoka matokeo ya form 4. Ndio. Baada ya kutoka matokeo ya form 4 sikuchaguliwa moja kwa moja kujiunga na advance. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani sana niende advance. Na ulipata division ngapi? Mimi nilipata division 3. Nilipata division 3 ya point 22. Ndio. Masomo yote nilifaulu. Ndio. Kiwemo pia na hesabu. Nilifaulu vizuri. Kwa hiyo kwenye wale vipanga wa hesabu alikuwemo. Ndio. Ndio. Kwa hiyo baada ya kutoka matokeo ya form 4 nilitamani sana niende nikasome advance. Kwa hiyo nilifanya process zote hadi za kuandika barua, kutuma TAMISEMI na vitu kama hivyo ili kusudi nibadilishiwe. Ndio. Niende advance. Lakini baadaye baada ya kufika kwa mkuu wa shule, ndio, alinitukana sana kiukweli. Mkuu wa shule ambaye ulisoma? Niliposoma. Kwa sababu nilienda pale kusudi ile barua itumwe kwenye sanduku la posta la shule ili kusudi niweze kuipata kiurahisi. Ndio. Kwa hiyo alinitukana sana mzee wetu Yustian Wanjara. Ndio. Pale Bugogwa Sekondari. Ndio. Akaniambia wewe una maamuzi gani na nini? Kwa hiyo alinisema sana pale, lakini leo ndio nakumbuka. Akaniambia nenda huko serikali iliko kupangia. Ndio. Kwa hiyo ni mpaka leo nakumbuka kwamba ile moment nilizengua sana. Kwa hiyo pengine leo usingekuwa hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moment ambayo ninaona kwamba nilizengua. Ndio. Tuambie tena ni mwalimu gani kipindi unasoma Orevo? Ndio. Hautomsahau unasema huyu mwalimu, yani kila ukikumbuka Orevo. Kuna mwalimu mmoja kwa anafundisha hesabu anaitwa Mwalimu Mapera. Mapera. Mwalimu Mapera. Mwalimu alishafariki tayari. Mungu amrehemu. Mungu amlaze mahali pema peponi. Ndio. Kwa hiyo kuanzia form 1, form 2, form 3. Ndio. Maana amefariki tukiwa form 3 pale. Ndio. Kwa hiyo sitomsahau. Ni mwalimu ambaye alikuwa ananipiga sana kwenye somo la hesabu. Lakini nikiongezea mwalimu mwingine ni mkuu wetu wa shule, headmaster wetu wa shule. Sitomsahau pia yule mzee. Ndio. Amenisaidia sana. Yaani alikuwa kama babu sasa. Kwa sababu alikuwa umri umeenda kidogo. Kwa hiyo ametujenga katika misingi ambayo ni misingi ya kupambana. Ndio. Ni misingi ya kupambana na ametusaidia sana. Alikuwa anafundisha chemistry. Kwa hiyo ametusaidia sana. Mimi nimesoma masomo yote. Masomo 9 yote nimesoma. Na yote nilifaulu vizuri. Ndio. Somo ambalo nilikuwa silipendi ni history.
Kwa mambo ya majimaji huo sio vitu vyako. Mimi bwana, vile sio vitu vyangu. Na mpaka leo yani huwa linanisumbua sana. History inanisumbua sana. Ila somo nilokuwa nalipenda ni geography na hesabu. Na mpaka leo nafanya vizuri katika eneo hili. Tuambie pia momenti gani kipindi upo chuo hauwezi ukaisahau, pengine ilikuwa ni, tuambie kama kuna mbaya na nzuri. Yaani hizi moment mbili yaani kunasema hizi bwana sitozisahau, moja mbaya, moja nzuri. Moment ambayo sitakuja kuisahau ni siku ambayo nateuliwa kuwa naibu waziri wa elimu. Hiyo ni moment ambayo sitakuja kuisahau, kwa sababu ilikuja katika mazingira ambayo yani sikuwa kabisa na matarajio ya aina yoyote ile. Kwa hiyo yani ni kama time ulikuwa siara. Nilikuwa siara tu. Na nilikuwa nafanya kazi zangu tu nikiwa nimeridhika kabisa kwenye hiyo nafasi ya usiara. Ya usiara. Lakini at the moment naona teuzi ya kuwa naibu waziri wa elimu, kiukweli kuna namna iliniingia sana. Kwa hiyo sitakuja kuisahau kabisa moment hiyo. Na moment ambayo moment nyingine mbaya ambayo sitakuja kuisahau, wakati huo nikiwa siara. Nilishawahi kuchelewa kwenye chumba cha mtihani. Na imetokea mara mbili. Ilikuwa end of semester. Nilichelewa kama dakika 15 hivi. Lakini pia wakati nikiwa chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere nishawahi hii moment kutokea hivi. Tulikuwa tuna mtihani unafanyika saa 9:30. Mimi nikajua mtihani unafanyika saa 11:30. Kwa hiyo nimefika hostel nikalala tu kawaida. Lakini mwisho wa siku nakuja nashtuka imeshafika kama saa 10 na dakika. Umeona? Kwa hiyo mtihani tayari ulikuwa umeshaanza. Kwa hiyo nilifika pale, bahati nzuri mwalimu alikuwa ananifahamu pia na uwezo wangu, na ilikuwa ni somo la bookkeeping. Kwa hiyo mimi nilifanya mtihani dakika 5. Dakika 5. Na nilifaulu kuliko wanafunzi wote darasani. Ni moja ya muujiza ambao sitakuja kusahau. Kwa hiyo kushusha makabati yale nilishusha kama mwewe. Nilishusha makabati ya hatari. Kwa hiyo ni moment ambazo sitakuja kuzisahau kwenye maisha yangu. Sawa. Wewe pia umepata nafasi ya kuwa kiongozi kipindi Mheshimiwa Atibu Issa Musa akiwa rais. Nadhani safari yako pia ya uongozi hapa wa level za juu chuoni ulianzia kwenye awamu yake kama rais. Ndio, ni sahihi. Ulijifunza nini kutoka kwa Rais Atibu Issa Musa 2024 2025? Ndio. Kitu kikubwa sana nilichojifunza kutoka kwa kaka yangu Atibu Issa Musa ni uongozi wa uwajibikaji. Ndio kitu kikubwa nilichojifunza kutoka kwake. Alikuwa anapenda sana kuona matokeo. Yaani anavyokuwa na jambo lake anatamani kuona matokeo, sio lugha za hapa sio kimeenda hivi. Kiukweli yeye alikuwa avumilie issue kama hizo. Kwa hiyo anatamani sana kuona matokeo kwenye uongozi wa uwajibikaji, kuwajibika kama kiongozi kwenye nafasi yako. Ni kitu ambacho nimejifunza mpaka leo mimi mwenyewe ninakiishi. Ndio. Sawa, tumepiga story nyingi na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Mipango Mwanza hapa, Mheshimiwa Jackson Kudoswa, na hakika tumeyajua mengi sana kumuhusu maisha ya uongozi, maisha yake personal, familia na vitu vingine vingi tumeweza kuvifahamu. Sasa Mheshimiwa Rais, nadhani sasa umwambie mwanafunzi ambaye yuko nyumbani, pengine mwanafunzi kama unamwambia nini kuhusu Chuo cha Mipango Kanda ya Ziwa Mwanza? Hebu ongea na mwanafunzi huyo. Sawa, asante Fabian Genius. Mimi ambacho naweza nikakisema hususan kwa wanafunzi wale ambao wanakuwa wamehitimu kidato cha 4 na hawakupata ufaulu ambao pengine ungewawezesha kuendelea na masomo ya elimu ya advance. Chuo cha Mipango ni sehemu salama sana kwa wanafunzi kwa ajili ya kujifunza na kujisomea, lakini pia kupata elimu ambayo moja kwa moja itaenda kuwasaidia kwenye maisha yao. Kwa maana gani? Kwa mwanafunzi ambaye ana walau D4 za masomo yasiyokuwa ya dini kwenye matokeo yake ya kidato cha 4, basi tunaweza kumpokea ndani ya chuo chetu na akaweza kuja kuanza masomo yake kwa ngazi ya certificate kwa kozi ambazo tunazitoa, kozi zetu 2 hapa, kozi ya community development, lakini pia na kozi ya rural development. Kwa hiyo kwa mwanafunzi ambaye anahitaji kuja kusoma masuala ya maendeleo vijijini
lakini pia masuala ya maendeleo ya jamii, tunamkaribisha sana kwa kozi hizo mbili. Kwa hiyo kwa wanafunzi wote ambao wanatamani kuja kusoma chuo cha mipango, tunawakaribisha sana, na ni mahala salama sana. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Kwa hiyo kuna room ya mwanafunzi kuweza kulipa walau ada kidogo kidogo mpaka atakavyotamatisha hatua zake za masomo pindi atakavyokuwa hapa chuoni. Lakini hatuishii hapo tu. Chuo cha mipango kimekuwa chuo cha kwanza na cha mfano ndani ya nchi yetu kwa kutoa mafunzo kwa vitendo, kwa maana ya kwamba nje na mwanafunzi kwenda field ambayo ataenda ofisini kujifunza juu ya masuala mbalimbali ya namna ambavyo ofisi zetu za umma, yani public office zinafanya kazi, lakini pia anapata wasaa wa kwenda kufanya field za kuandaa wasifu wa kiuchumi na kijamii, lakini pia na mipango ya vijiji na mipango ya wilaya na mipango mbalimbali ambayo inaandaliwa kwa ngazi ya kulingana na ngazi husika ya mwanafunzi atakayokuwa anasoma. Kwa hiyo mwanafunzi atapata wasaa wa kwenda kujifunza zaidi kule kwenye jamii, ikiwemo pia kata kwa level ya wanafunzi wa certificate, lakini pia ngazi ya wilaya kwa wanafunzi wa bachelor degree program. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Nje na darasani atakachokipata pia atapata mafunzo kwa vitendo pindi atakavyoenda kujifunza zaidi kule mtaani au kule kwenye jamii. Kwa hiyo hayo yote yanatolewa ndani ya chuo cha mipango, na pengine watu wanaweza wakawa wafahamu, moja ya chuo ambacho kinaongoza pia kwa kutoa ajira kwa wanafunzi ni chuo cha mipango. Kwa hiyo wanafunzi tunawakaribisha sana, wazazi tunawakaribisha sana waweze kuwaleta wanafunzi, kuwaleta watoto wao ndani ya chuo cha mipango ili kusudi tuweze kukua kwa pamoja na taifa kwa ujumla liweze kupiga hatua. Lakini nje na hayo yote, miundombinu ya chuo iko salama sana kwa ajili ya wanafunzi. Tuna hosteli za kisasa kabisa, lakini pia tuna miundombinu ya madarasa ya kisasa kabisa ambayo inamwezesha mwanafunzi atakavyokuwa hapa chuoni kuweza kupata ile elimu yake kwa urahisi sana na kuweza kufikia ndoto zake. Bana, umemsikia Mheshimiwa Rais akitoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na chuo cha mipango kanda ya Ziwa Mwanza, na hakika chuo ni kizuri sana kama unavyoona. Nyuma yetu hapa ni jengo la library ya kisasa kabisa inayopatikana hapa chuo cha mipango kanda ya Ziwa Mwanza. Sisi tunasema kupanga ni kuchagua. Asanteni sana. Ulikuwa na mimi Eric Joseph Fabian, Fab Genius, nikiwa na rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha mipango Mwanza, Mheshimiwa Jackson Kudoso. Mimi napenda kumuita JK. Asanteni sana. Sio Jakaya, asante sana. Basi asante sana mheshimiwa kwa kuja, na tunakushukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana.